Sherehe wewe. Oi. Mama oye. Oye. Sherehe ipo. Ipo. Mchangamki, unasirika? Tunafika muda mzuri. Tutakuwa na mafundisho kidogo tu. Najua baba alishaongea kila kitu cha kuhusiana na emo yangu ndio. So leo tutakuwa hapa kwa sababu ya vipindi mbalimbali. Na nitaenda kukaribisha kama kutakuwa tonge ya kufundisha kidogo. Wamama oye! Oye! Sherehe ipo? Sawa, asanteni sana. Akina mama ulimwenguni itumatosangana. Najua kama siku ya leo ni sikukuu ya akina mama ulimwenguni, ndio maana tumekutana hapa. Na lulu siku nimeona niongelee kidogo Yesu makala mama changa. Na leo ndo nimetaka kuongelea kuhusu nguvu za mwanamke. Yaani uwezo wa mwanamke. Magaba hata na kitu yotaki ishi kunuma. Machana sina wewe tata hiyo. Kwa tunameto makala. Kwa kuwa sisi wanawake mara mingi tunazidi kujitia nyuma kusema kwamba sitaweza. Sisi nao tuna nguvu zetu. Na mbakato inameto makala ito mabile nyanga kwa imana itibila waachana. Na kwa kuwa tuko na hiyo nguvu na hiyo uwezo, ndio maana tumekutana leo hapa. Naona dakika chani tu dakika momabele ninaeta ya mobile nitaeta. Niko na dakika kidogo tu nikipitisha mnaniambia. Makawa kubaki wana golo wana na mkofani shule shuka na maandiko kwa shule la saa. Kwa kuwa watu wengi mara nyingi watu wakianza kuongea wanasahau sasa. Nishuona kama hao mboga leo bana kama machi pale mbola bali ngele ndani au wewe kidogo nishoongea. Nilikuwa napendelea wadada wetu wasichana ambao wako huko nje wangeingia ndani wasikilize haya mafundisho nataka niambie. So, betu mbele yanga kumochwa wa mama. Sisi hapa sasa hivi tunaitwa wakina mama. Na tunajua jinsi gani tunakuza watoto wetu na mafundisho. Jinsi gani mtoto anaweza kuishi na jinsi ya kujikombote. Situma na wambondo ake wana akala mechi wala abile na akala mechi abile tofauti na kile longo kile longo ile na yake mimi. Na mtoto mbembe anapaswa kuwa na tabia ingine yenye haiko na makabila ingine, kwa kuwa kila kabila inakuwa na mila na desturi yake. Lakini mpaka ulimwengu ile ndio sio wa mtandawazi mtu haraka na wakati. Kwa kuwa dunia leo vitu vimeshaanza kubadilika. Na tuakasha to welewe to wana bile wala to wafundishe bile wewe izazi ile mtu meshi baji composite na chako familia. Tunapaswa kuendelea yale mafundisho na watoto wetu wajue hata kesho kule watoto wao nao pia watajikombotea aje dunia. Ikiwa nishotaka leo to bakala wana mingi makato le meshi obama ina beni. Kwa kuona nimetaka wadada zetu waingie hapa juu tuongelee jinsi gani kesho utakuwa mama wa namna gani. Nataka tena naomba kama tu wana mambo jikuruga manga. Nilitaka niongelee kitu kwa kuwa watoto wetu wanajivuruga sana. Jeshalo wala kile ile tangawashi mtumi. Kenya ni kubaka mbele lakini hivi nao wanaanza kuvifanya. Wana wambe washi ya mtandao ni ajiko ana. Mtoto mbembe ataingia kwenye social media na kuanza kutukana na watu. Wana wambe mbele tangashi washi ya ona namko waete wamnya. Mtoto mbembe hivi anaanza kujibizana na mtu ambaye anamzidia miaka. Mbele atakuwa vile yule atakuwa msiba vile. Mbele atukukua hivi na atukugomalishiwa hivi. Wao wana mazingira ona sangale watu bai
Tulifundishwa kwamba wakati uko mtoto unakuta watu wazima wanasimama mkikundi na wako wanaongea, hautaenda kukaa hapo. Lakini hivi sasa watoto hawako wanaona tena kwamba huyu naongea nani ni nani. Yaani tunakuwa tu tunaishi sawa tu, haujui kama huyu ni mkubwa ama ni nani. Tunakuwa tunaona kama wote tu sasa. Na vile mavazi. Watoto wetu wanaanza kuvaa mavazi ambayo sio kwa sawa. Kuacha viuno wazi. Kuacha tumbo zetu wazi. Mtoto wa mbembe hakukua hivyo. Kufuatana na hapa kwenye tumekuja hapa kwenye tuko leo. Watoto wetu wanaendelea kuharibika siku kwa siku. Sasa ezazi toa mpeshi kutaka angalau kidogo. Sasa uzazi wetu ambao unakuja kwetu tunataka hata angalau kidogo mpaka tone abeto bana yanga bamisi abeto bana nami. Sasa tukiachilia watoto wetu waendelee na hizi tabia ambao wako nazo sasa hivi, kule mbele watakuwa. Na tapata kichini ya mila yetu magotwa. Na tutaki kupoteza mila yetu kwa hizi nchi ambazo tunakuja. Kwa hiyo mama wabeshi wataki obole mama geni na mafundisho mali mangeni na oshike wasongera basosi na chikompote vile bantu wabeshi. Sasa wewe wa mama wa kesho unapaswa kujua jinsi gani ya kujikompote, unapaswa kujua kama mzazi atakuwa aje, na kitu ambacho haukijui ama kukifahamu unaenda pembeni ya mtu mwingine ambao anakijua na unamuuliza. Kama mbele yangu sakawa anatea mfano kwa ndani makonjano sio nitaweka konji. Kama wanasikia watoto wetu wengi wanasema hapa hakuna watu wa kutuomba. Lakini sana kompote machi kompote wetu bana. Lakini mara nyingi kwa naendana na kompote wa watoto wetu. Kama na wakulia ndo ambao na maji mangeni alafu kwa konji. Hawezi kuwa mtoto mwenyewe uko na respect huko mtoto wa bien hapo ukose mwanaume mwanaweza kuchukua. Lakini ndio na baba chako ndio unaona wabeshi aizaje. Wakati mwanaume anakuja kukutongoza na ndipo unasema kwamba huyu ndio atakuwa mama wa watoto wangu wa kesho. Na machana take aone ndomiana hiyo na mwanamke huwa jibebi kwa mwanaume ndio huwa anafuata mwanamke. Umesanga mambo gani ngochango sio kwa status. Mwanaume alishakufuata leo tu wewe ushaanza kuweka profile maprofile zetu zote. Kila siku baba ndomiana. Wewe kila siku ndio baba na bwana. Sasa unataka kuchukua kwa mtu gani? Kwa hiyo tole ilazimisha. Tuache kujilazimisha. Ndio kama kaa onda. Kama mwanamume hakupendi. Lakini kama onda umeocha ndio usipendo hapo le. Na kama nakupenda atakusikiliza pia kwa vitu ambavyo unasema. Kwa hiyo ninaona bana beto badili mpaka mbeshi tome mfano wangu ndio bana. Na nitaka watoto wetu tubadilike kwa kuwa kesho tukue mfano mzuri kwa watoto wetu. Tupunguze mitandao. TikTok tayari chiwa. TikTok tayari chiwa. TikTok haijakataziwa. Facebook haikataziwa. Facebook tayari chiwa. Yaani hapa social media babani shiriki. Hatujakatana watoto wetu kuwa kwenye social media. Lakini wewe kukalena vitu vya pole vinatoma peshi mwajiza la ulisha ubado bana makabe rukiba mapa peshi. Lakini mwepukane na vitu vya kuwadharaulisha ambao kuwa mwanzo wa mama wa kesho. Makabe tunaona haya. Kwa kuwa sisi hivi tunaenda. Sasa kama wewe ndio mwajipo mpoti bana maji mange muona ele kuyambo wala kama wewe kuyambo. Mungu wao. Sasa kama mama kujikomportea mzuri, unaona yeye mama ndio kila mama wako watatokea. Kwa hiyo watakolale bwana. Unaenda kuvaa kakola kwa mtoto wako.
Unafanya kazi na kuacha maziwa wazi mbele ya watoto. Umuitesha mwana. Unafundisha mtoto nini? Wala unataka besha unga na wote wake wanabasha ndina kama kale. Hao unataka ile kesho wazee watoto wake waanze tembea. Makini hadi mabao kutakuina. Na hiyo ni tabia ndio tabia kupata kwa mama. Kwa hiyo toa hadi sasa tubadilike. Mwana wangu atataka hivi. Mtoto wa mbembe akokuwa hivi. Na tunabadilika. Na tukibadilika, Wote mariaje. Tutachoka na mamariaje hapa. Wewe wote mpaka pea nisome kwa wote. Wewe wote mtaolewa na hizo masomo tutachoka. Lakini kama unaona kinyo chake lazima na kutukana kwa mitandao. Mtakuwa tu hapa ndio nani. Tuko kanisa. Kwa hiyo Shamba dakika 2. Lakini pia ndio kama saa zangu. Uendelee mama. hapo ndio wanatishia. Watu wangali wanapenda kucheza. Na ingine nitazungumzia tuheshimu saa. Na napenda ile nizungumzie tuheshimishe saa. Tukatenda kwa tena saa 8. Kwa napaswa kuanza 14. Lakini tuachane na saa 8 na madakika. Lakini tunaanza na 15 reprise. Na hiyo iko nakurudisha kila mara nyuma. Kila msuku kwa nani wewe kwa ina mafundisho na kumbe sio sana. Kila siku mnalia kwamba hatuchezaki, mafundisho yanazidi, lakini ni nyie ndio mnafika nyuma kila mara. Ole. Kwa niendelee, naona muda unaisha, lakini neno langu ya mwisho kumalizia. Neno la mwana wa Mbondo abadilile hata mbalio hata muonekano. Ni kwamba watoto, wanawake, wakina mama tubadilike mivalio na tabia. Tole mwana wiko hata. Tuangalie manguo ya kuvala. Wakati kama na mambo ndio shimo toka mpaka lolani. Mtoto anaweza sasa kuelewa mpaka kuamini. Yaani mtoto mdogo madishu paka kule. Ole ndio kusangana kama toka hata mara 3 hapo kuna kwa tulie. Kwa mwanaume mwingine unatolewa hata mara 3 anasema hapana huyu siwezi. Sasa hivyo vitu kama malolani, vitu kama mara 5 mato ole hivi na mbele. Sasa ndio anawacha washitumie kila. Sasa wewe unataka kujitoboa tuache kwanza. Ukishaolewa bwana wako akikubali ndio unaenda sasa. Amen. Na ndio maana ya semina. Maana hivi unabakia na neno la kutufundisha kwa semina nyingine ambayo inakuja. Asanteni sana kwa. Jamani tumpikie president na president kwa mikono. Asanteni sana kwa mafundisho ya maana. Na ni mafundisho ya kujenga. Yaani tunajua tunakuja huku tunakamata mazuri ya hapa na ya kwetu tunayachanga, tutajenga kitu kizuri sana. Sasa tunaendelea. DJ, basi sema nataka Mungu kwa mwaka baba ndio tutakuwa sawa. Tulisema hivi tunafundishana mkacheza pia. Ndio tunaenda sasa.
Tuko nende mwache mama presidente apumzike. Atakia cheza sana atachoka. Wewe mbona papa president ngame unapige soba. Azina leo ni moto. Tuko hapa. Azina tuchezaki. Leo njoo kucheza sasa. Bila kuendelea, bila kuchelewa kama tunasemaka. Mnajua hapa sisi kama vile foreigning, kama vile organisation ya Mbondo Sweden, kila mara huwa pia tunahimiza wakina mama na maorganisation maforeigning zingine ambazo tunafanya kazi pia na wakina mama. Na tunafurahi sana kukua na support ya wakina mama wengine, wa president wengine balikia kutusapoti kama vile maorganisation yao. Na bila kuchelewa ningelipenda kumsimamisha Mama Esther Abwe, presidente wa ACRO, Afrikaanse Kvinnor i Sverige och Riksförbund för regeringen. Tumpigie mikono. Amtango wa mama. Mama mpo. Sherehe. Oye. Nilegele wa mama kama mpo. Amen. Naomba kamati yako lisimame nje hapa. Wanakamati wa hapa wasimame waje hapa haraka. Mbele kwa mama Kelly. Kamati ya hapa mko hapa. Hapa ni kusema Afrika Kivino. Yani AFRO inamaanisha wakina mama wa Afrika kwa pamoja tunaweza. Yani wakina mama wa Afrika kwa pamoja tunaweza. Tunawashukuru kwanza wa mama wa Wabondo kwa kutupa mwaliko. Tunawashukuru mama wa Wabondo kwa kutupa mwaliko. Mama huwa pamoja na kamati yako yote, Mungu awabariki. Sisi ni ACRO. Kwa majina naitwa Mama Esther. Mama Esther Abwe, Mama Esther Africa. Siko peke yangu, niko na kamati wazi wa maunja wako hapa. Wengine wao hawajafika lakini hawa wajitambulishe na wanafanya kazi gani, wanaendelea kuongea kidogo tu. Asante. Jambo kuna mama. Ya kwa majina naitwa Mnasi na mimi ni mtu wa kamati na nafanya kazi kama vile trésorier kwa hii ACRO. Asante. Jambo. Ngakumbula ngai Mama Kelly. Kwa majina naitwa Mama Kelly. Nazana komite ya mama ya Afrika. Na mimi pia niko ndani ya wakina mama wa Afrika. Ubabeni na kumbo ya ACRO. Hii ambayo inaitwa ACRO. Nazali conseiller. Na mimi pia niko conseiller mlinda. Merci. Asante. Sherehe oye. Oye. Mama mpo. Po. Kwa majina naitwa Endani, wala Naomi, ndio majina yangu. Na mimi mwa hii foreni Waliki, tuko watu saba, wengine watatu wako hapa. Lakini sisi tumekuja kupresent tu. Kwa niaba ya hapo tunawasalimu kwa pendo la Mungu. Sisi tunatumika na vitu viwili tu. Ile okisori. Ile vitu tunatumika tu kwa ndani ya furaha na ndani ya huzuni tuko pamoja. Hicho tu, kwa pamoja tunaweza wanawake. Tuko hapa kwa kuhimiza wanawake tujiintegre nchi ya watu, tuingie msamahel, tuingie mkriteria ya Sweden. Kriteria ya Sweden inatumika pamoja na demokrasia. Pia tusisahau nyuma tulipotoka, kriteria yetu ya Afrika. Tuungane mkono kwa mambo madogo tu. Mtoto akipatwa na msiba wa wazazi tumtembelee. Akigonjwa tusaidie kuzika Mwafrika. Wakati hatukwenda kumuona alikuwa mgonjwa, hiyo ni makosa. Mwenzetu atazaa
tunaungana, tunaenda patia mtoto pampers na kuona mzazi mwenzetu. Mtu akifariki, tunafariki mara tunafanyaka mpaka siku ya masiku tumalize msiba. Hiyo ndio kiti yetu ya Afrika, tunatumika ndani ya hii kundi letu. Na tunawakaribisha wamama hapo. Ni kundi nzuri tu. Hatuna ubaguzi, kuna kabila zote, na kuna lugha nyingi, lakini tunaelewana kwa lugha zote humu. Kama kuna Mnyarwanda anapeleka misasi kwa Kinyarwanda, yule anajua Kiswahili anatuambia Kiswahili. Yule anajua Lingala anasema Mlingala. Tunaelewana hivi na tunaenda kwa pamoja. So, kuna cha kuongeza mama Mlasi? Okay, tunawashukuru sana wamama wa Bondo na Mungu awabariki wote. Makofi sana kwa kina mama wa Akro. Ni furaha sana kuona kina mama ambao wanasimama na kuhimiza wakina mama wenzao. Na ndio maana leo tuko hapa. Na ndio maana ya Journée de la Femme. Journée de la Femme haiko tu juu ya kucheza, kukula, kunywa. Ni ya kuonesha pia kazi gani tuko tunakontribue mu community yetu. Na vile vile bila kusahau